move. Nikwambie kitu kimoja. Mtu ambaye anaweza kunegotiate vizuri, mtu anaweza kufanya persuasion vizuri, sio kwamba hana hasira, sio kwamba hana hajaona yani unachokifanya si unadharau, sio kwamba haoni, no, yani sio kwamba ile feeling haimjii, inamjia, sema tu ana better understanding ya his or her emotions, yani hisia zake zinavyoenda na kurudi, yani mafaili yanavyo switch, yani vile ambavyo nafsi yake inatafuta response na imeshaipata, yani anajua yani you pull this file itakuja this file, then response itakuwa ni hii. Hiyo inakusaidia nini? Kingine nilichokuwa nakiongea pale wakati nipo nyuma ya Sakaa, inakusaidia kuona vitu sio kama sehemu ya mchezo. Sawa, usio kama sehemu ya mchezo, unakuwa observer wa mchezo, yani unaangalia kitu kinachotokea kwenye nafsi yako. What is happening? Ukishaweza kuona kinachotokea, ni rahisi sana kubadilisha hata hayo mafaili. Na saa nyingine tunapoongea hapa unahisi kwamba nataka uwe una calm response, yani kwamba unaweza kaisi kwamba ninachokufundisha kwamba ukipokea neno la hasira usio na hasira. Then you are making a terrible mistake. Sawa ku? Sikufundishi kutokuwa na hasira. Whatever ninachokisema mimi, nasema hivi, usiwe kwenye huo mchezo. Yani huo mchezo usikutoe akili, wewe unaona kutoka bali. Sawa? Mimi naona hapa kinachotokea na nafsini mwangu. Asi hapa kinachotokea hapa. Asi ni wivu. Yani hapa yani kinachonipata mimi sasa hivi tu ni wivu. Sisi hatukusikii. Si ndio hivyo? Mimi nakusikia. Mkuu anakusikia? No, it's just you and you. Alafu believe me, ukiarrive kwenye hiyo point, hicho kitu kinakuwa tena hakina control juu yako. Kinaweza kufanya kazi only kikiwa nyuma yako kioni. Yani kinaweza kukuvizia, kinakustab afu kinakaa pembeni. Alafu wewe unatafuta excuse nyingine kule, nyingine kao kinacheka. Lakini the moment ukaona the moment unaongea na mtu au unanegotiate naye, you can feel, yani unaweza kaiona kabisa, yani bro yani hapa it is this. Ndio, you see it, hakina tena power.